mambo ya msingi yaliyo ndani ya msalaba. Jambo la kwanza, msalaba umebeba kile ambacho Kristo Yesu alichokuja kufanya hapa duniani. Msalaba, jambo la pili, umebeba kile ambacho tunatakiwa tufanye sisi waamini tuliomwamini Kristo, maanake tuliokoka. Lakini jambo la tatu, msalaba unaonesha matokeo ya kile ambacho Kristo alikileta, maanake the product of the cross. Haya ni maeneo muhimu sana. Ukitaka kuelewa msalaba lazima uyaelewe. Msalaba ni ishara ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu, maanake Mungu alipenda akatoa. Yohana 3:16 is a manifestation of God love on humanity. Maanake huwezi kupenda pasipo kutoa. Mungu alipenda. That's why the Bible say God is love. Maanake Mungu ni pendo, ndani yake kuna upendo. Ili umwelewe Mungu lazima uelewe upendo. Hauwezi ukamwelewa Mungu nje ya upendo. Sasa msalaba umeelezea upendo wa Mungu, lakini pia msalaba achilia neema ya kushinda dhambi kwa mwanadamu. Biblia inasema kwamba Kristo Yesu alifanyika dhambi, kwa hiyo he becomes sin. Alipokuwa anatundikwa msalabani, ni dhambi ilikuwa inatundikwa msalabani. Maana yake nini? Kwamba nguvu ya dhambi ilikuwa inauawa pale msalabani wakati Kristo anasulubiwa na kufa. Maana yake Kristo alikuja kuharibu ile nguvu iliyokuwa na mtawala mwanadamu katika eneo la dhambi. Kwa hiyo tunapotazama msalaba lazima tuangalie solution ya dhambi kwa mwanadamu. Tunapouendea msalaba na kuamini kilichokuwa ndani ya msalaba, tunapokea neema kushinda dhambi. Na ndani ya msalaba kuna nguvu ya utawala. Mungu alimuumba mwanadamu kuwa mtawala. Kwa hiyo Adamu alipofanya dhambi, ile nguvu iliondoka. Sasa msalaba umerejesha ile nguvu ya utawala. Mwanadamu anakuwa katika nafasi ya utawala, amerudishwa nafasi ya kimamlaka, nafasi ya utawala ambayo alipoteza Adamu wa kwanza. Ukitazama msalaba kidhehebu, hutapokea kile ambacho ulitakiwa. Lazima utazame msalaba kiufunuo.